Kwa majina naitwa George Corneli Chipeta, mkazi George Corneli Chipeta. George Corneli Chipeta. George Corneli Chipeta. Miaka 24. Mimi ni fundi wa umeme wa magari. Banana njia kama unaelekea Kitunda kuna sehemu inaitwa Makaburini. Kazi yako ya ufundi umesomea? Nilisomea VETA Chang'ombe. Niliamka asubuhi tarehe 29 Oktoba. Nikaelekea ofisini, nikafika ofisini, endelea na shughuli za ofisini. Unajua sisi ni mafundi, huwa tuna weekend, hatuna sikukuu, kazi inapokuwepo ndo tunafanya. Nikafika tulikuwa tunahitaji ni booster ya gari, ikabidi nitoke ofisini niende na mtu anauza spare za yuzi, anakata magari, anaitwa Hussein Macheni Tabata wanaita Barakuda. Nilipofika pale nilifanikiwa kufika, lakini sikufanikiwa kumpata. Ilikuwa ni jioni, mida saa natoka ofisini ilikuwa ni kama saa 9 hivi, na nikafanikiwa kufika, sikufanikiwa kumkuta. Nikakuta ofisi imefungwa. Sasa wakati narudi, nikawa napita nje ya machinjioni kutokea Vingunguti nikiwa na pikipiki yangu. Maana mimi huwa natumia usafiri wa pikipiki kwenye shughuli zangu za kutafuta spare. Wakati narudi sasa, napita njia ya Vingunguti kufika darajani, na nikatamaki kuona watu wakawa wanarudi kutoka barabara kubwa yenye road, wanarudi huko wakiwa wanakimbizana. Kama nilipotamaki nikasimama kwanza hivi. Niliposimama mbele yangu nikafanikiwa kuona defender. Niliona defender ya polisi, nikasema nikapata na hofu, nikageuza pikipiki nikawa naondoka. Hapo ndipo nikapigwa risasi ya nyuma mguu. Watu walikuwa ni watu wengi ambao uliwaona walikuwa ni wengi, wanaweza kuwa ni makumi kama 50, 70 wanarudi wanakimbia kwa gari ya polisi wao ilikuwa ni nyuma yao, maanake mimi ndo nilipokuwa naelekea. Gari ilikuwa inawafuata barabara ya umma au hii ni barabara ambayo inaingia machinjioni ya darajani Vingunguti. Kisha pandisha daraja, sasa mimi nilikuwa kwa chini, ndio nataka nipandishe daraja. Sasa walikuwa wanaonekana ndio walikuwa wanafanya sijui ni fujo, vurugu huko barabarani. Sasa wakati wametolewa na polisi huko, kwa wanarudi huko mtaani. Mimi nilipotamaki kuona gari la polisi, nikageuza pikipiki yangu nirudi nilipotoka, kwa sababu tayari kuna machafuko. Mimi siwezi nikaenda na huku naona polisi wanakuja. Nilipogeuza pikipiki yangu nikapigwa risasi ya nyuma kwenye paja hapa. Wakati nageuza sana nikapigwa risasi hapa, nikanikata mishipa ya damu. Nikaenda mbele kidogo, nikalaza pikipiki yangu, nikaanguka chini. Nilikuwa na vitu vangu, ni kitu ambacho nilichoweza kukisema ni simu yangu. Baada nilivaa koti yangu lile la kufunga na mifuko, nikachomekea sehemu ya ndani. Nilichomekea kwa walifanikiwa, wale watu walifanikiwa kunisearch, wakachukua vitu vilivyokuwa mfukoni, bali kama kuna kitu nimetia. Nilichomekea vile walionisearch ni watu, yaani maanake baada ya kuanguka pale, ninachokumbuka mimi, baada ya kuzungukwa na damu, nikaanza kupoteza uwezo wa kuona. Wale polisi walinipita, wakaniacha pale chini. Kifanikiwa kuliona gari tu limepita. Wale watu baadaye walikuja wakanizunguka, wakanisearch. Baada ya kuona ile nani nimetamaki ndio simu, ndio
kutumbukiza. Baada ya kutumbukiza simu ile kwenye ile koti langu la ufundi ambalo na mifuko, wale watu walinisacha wakachukua kilipopo mfukoni. Baada ya hapo wao ndo nadhani walinisaidia, baada yake nikawa sioni vizuri, wakanisaidia wakanipeleka kwenye dispensary pale. Nilipata huduma ya kwanza pale. Nilipata huduma ya kwanza, lakini bado nikawa na mwaga damu sana. Kiasi kwamba nilipopata msaada tena wa pili wa kwenda hospitali ya kwa Mnyamani na plani pale, nilipakiwa kwenye pikipiki, lakini nilikuwa sioni. Nilipofika pale plani, nikapewa huduma, nikapigwa x-ray, wakasema kwamba risasi imepiga kwenye nyama, kwamba haijanzuru mfupa. Kwa hiyo naweza nikaondoka. Lakini baada ya kufika, kabla hapo nilipofika pale dispensary na ile pikipiki yangu walinisaidia kutumia pikipiki yangu. Nilipofika kwenye dispensary, manake nilipofika hospitali kwenye dispensary ndani, simu yangu ikaita. Nilipoita walisikia, walipoona kwamba nimeficha simu wajifanikiwa kuichukua, manake walinisaidia inawezekana ndo nikamfanikiwa kumpa yule daktari, alifanikiwa kuichukua ile simu. Wale wakakasirika, ndo wakaondoka na pikipiki yangu. Waliondoka na pikipiki yangu. Mimi baada ya pale tena msaada nilipata ni pikipiki ya kukodi. Ni wale madaktari, baada ya kutulia mapikipiki wanapita nje, wale madaktari ndo wa pale akanisaidia, akanitafutia pikipiki, wakafanikiwa kuwasiliana na mama yangu, kafika plani. Nilifika plani pale nikafanyiwa x-ray, wakaniambia kwamba risasi imepiga kwenye nyama. Kufanya uchunguzi zaidi kugundua kwamba imepiga kwenye mishipa yangu ya damu. Nikawasiliana na mtu wa karibu yangu, ni fundi wangu anaitwa Ndama. Ni fundi wangu kwenye hiyo sehemu ninapofanya kazi. Ndio mtu wangu wa karibu, ni fundi wangu. Nimpigia simu wangu, yule fundi pia ni dalali, alikuwa na gari, alikuwa na BMW aliachiwa na bosi hiyo kwa ajili ya kuuza. Ile dalali ilibidi achukue ile gari na kujaribu kuforce kupita hivyo ili kunifuata pale plani. Alipofika pale nilikuwa sasa nimesharuhusiwa, wakaniambia nimepiga kwenye nyama tu, kwamba haijazili mfupa na haijaniasili chochote, kwa kwenye nyama tu naweza nikarudi nyumbani. Nilipokuwa nimepanda kwenye BM pale, Mungu alisaidia, ile gari ilifika pale walikosa mafuta, gari lizima tu pale. Ni kwa uwezo wa Mungu tu inawezekana. Mafuta yalizima pale, nikabaki pale nikiwa damu zilikuwa zimetulia baada ya kufanyia huduma, lakini baadaye zikaanza kutoka kwa wingi. Nikaanza kupoteza tena uwezo wa kuona. Baadaye nilipofanyia manake huduma nikawa kidogo naweza kuona kwa drip nini, nikawa naona, lakini bado sina nguvu. Nilipokuwa nimekaa kwenye gari imeisha mafuta, nataka kufanya utaratibu wa mafuta, nikaanza kutoka tena damu nyingi sana kwenye ile tundu lililoingia risasi, kutoka damu nyingi. Wakaanza kunikasikia dakika mwisho naongea tufanye utaratibu wa kumpeleka Amana. Baada hapo nikapoteza. Nilipopoteza hapo nikapita Amana, sijui nimeambiwa tu Amana. Nilienda nikakaa, siku ya tarehe 31 nikaamkia Moi emergency. Hapo ndo nilipokuja kuamka, lakini mimi nilijua kama nimelala tu siku hiyo nimefika, lakini kumbe niliamkia tarehe 31 baada ya tarehe 29 kule nilipozima Buguruni kwa Mnyamani. Baada ya kuamka emergency, daktari akatokea na kuniambia, akaja na akaniambia kwamba umekaa muda mrefu zaidi ya masaa 6 bila kufanyiwa matibabu na umekata mishipa ya damu, kwa damu nyingi imetoka. Inatakiwa niondolewe mguu. Nilikataa.
Nilikataa, nikamwambia hapana. Baada ya kukataa, wakajaribu kunifanyia operation, kwamba kujaribu kama inawezekana nikapata matibabu. Zani nikafanyiwa matibabu na dokta mmoja, kwa jina nimemsahau, lakini nadhani ni mkurugenzi mkuu wa Muhimbili, Dr. Mishipa. Si ni mkurugenzi, nadhani ni kwa taarifa nilizoambiwa. Nikafanyiwa operation, nikaambiwa nibaki kwa masikilizio, tuone kama mishipa midogo inaweza kufanya miujiza ya maajabu ya kwamba kuweza kusurvive mguu kabaki sawa au vipi. Nikakaa ndani ya wiki ya pili mguu kaanza kuharibika. Ukaanza kuharibika kuanzia chini, na risasi yake iliyopiga ilikuja kukaa nyuma ya mguu hapa kwenye kifundo hichi cha goti. Wakaanza kuharibika mguuni chini, baadaye wakaanza kuharibika hapa, wakaanza kuoza. Wakaniambia nisaini tena, niligoma, lakini walikuja